Karibu tena kwenye channel ya Colent Farm Channel nzuri kabisa ambayo inakusaidia wewe mzalishaji kuweza kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji. Lakini pia hii channel inakupa njia rahisi kabisa kwa wewe ambao upo kwenye masuala mazima ya uzalishaji kuweza kujifunza basi jinsi gani ambavyo unaweza kudhibiti changamoto ambazo huenda zinatokea kwenye uzalishaji ambao unaofanya, aidha upo kwenye biashara ya mazao au upo kwenye ufugaji wa wanyama mbalimbali, kuweza kutambua namna gani ambavyo unaweza kupunguza hizo changamoto ambazo zinatokea ili kusudi uweze kupiga hatua kutoka eneo moja kwenda eneo lingine la kimafanikio kwenye aina ya uzalishaji ambao unaofanya. Jina langu naitwa Lembo Kija, napenda sana kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji. Kama wewe ni mara ya kwanza kuangalia video kwenye hii channel, jambo zuri kabisa ambalo unaweza kulifanya ni kuwa member, kwa maana ya kubonyeza notification bell ambayo unaona hapo chini, ili kusudi unapata video zangu pale tu ninapo upload kwenye hii channel, uweze kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji kwa ujumla. Na leo kupitia hii video ningependa nishare na wewe jambo muhimu kabisa ambalo unatakiwa ulifahamu kuhusiana na masuala mazima ya chanjo ambazo unatakiwa uzitumie kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku, ili kusudi uweze kudhibiti changamoto za uwepo wa magonjwa ambayo huenda yakawa yanatokea kwa sababu ya kuto kutumia chanjo kwa usahihi ambao unatakiwa. Mwisho siku ukiweza kufahamu, itakusaidia sana kuweza kupiga hatua kwa jinsi gani ambavyo utaweza kudhibiti changamoto ambazo huenda zilikuwa zinatokea kwenye ufugaji wako, ili kusudi uweze kupiga hatua zaidi kwenye aina ya ufugaji ambao unafanya. Twende pamoja. Kama wewe ni mzoefu zaidi kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku, nafikiri unafahamu kwamba ili kusudi uweze kufanya vizuri kwenye ufugaji ambao unafanya, ni lazima kuku ambao unawafuga uweze kuwapa kinga, kwa maana kwamba uweze kuwachanja kulingana na aina ya ugonjwa ambao huenda ukatokea kwenye ufugaji ambao unafanya. Hapo magonjwa mengi sana ambayo huwa yanakuwa ni chanzo cha changamoto zaidi kwenye aina ya ufugaji ambao unafanya kwenye eneo lako. Inawezekana kuna magonjwa ambayo yanatokea kwa sababu ya bakteria ambao wanapatikana kwenye eneo lako, au ni kwa sababu tu ya mazingira ni machafu, na yapo magonjwa mengine huwa yanasababishwa na virus, na haya magonjwa ambayo yanasababishwa na virus huwa inakuwa ni ngumu sana kuweza kuyadhibiti, kwa sababu yakishatokea ni ngumu zaidi kuweza kuyadhibiti kwa wewe kama wewe. Kwa hiyo the best way ambayo tunaifanya ni kwamba ni bora uwakinge kuku wako, ukinge mifugo yako kabla ya hiyo changamoto, kabla ya hao virus hawajaingia kwenye eneo la ufugaji wako. Unakinga vipi? Ni muhimu basi uweze kujua kwamba zipo kinga ambazo huwa zinahitajika uweze kuzitumia ili zikusaidie basi endapo kutatokea ugonjwa kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, especially unaosababishwa na virus, uweze kudhibiti ili kusudi uweze kufanya vizuri zaidi. Kwa uzoefu wangu ni kwamba zipo chanjo za aina tatu ambazo zipo kwenye makundi ya virus. Kuna chanjo ya Newcastle au Kideri, kuna chanjo ya Gumboro, lakini chanjo ya tatu ni chanjo ya ndui ambayo huwa tunaitumia. Na haya magonjwa mawili ambayo ni Newcastle pamoja na Gumboro, huwa ikishatokea inakuwa ni ngumu sana kuweza kulitoa, lakini ugonjwa wa ndui ukishatokea, hata kama ukuchanja vizuri, kuna uwezekano mkubwa kuku wako wasipatwe na madhara sana ambayo yanaweza kujitokeza kwa sababu ulishindwa kuzingatia namna ya kuchanja kuku wako. Unapojiandaa kuchanja kuku wako, kitu cha msingi ambacho unatakiwa kuzingatia ni kwamba hakikisha basi chanjo ambayo unaitumia kwa ajili ya kukinga kuku wako always inakuwa kwenye barafu. Ikiwa kwenye barafu, inakuwa kwenye mazingira mazuri ya kufanya kazi endapo utaichukua kuja kuitumia kwa ajili ya kuku wako. Wapo wafugaji ambao wamekuwa wakitoa maoni kwamba je, ukipatikana ugonjwa kwenye eneo langu la ufugaji wa kuku ambao unatokana na virus, inawezekana labda Newcastle au Gumboro, je, ninaruhusiwa kuwachanja hao kuku ili kusudi niwakinge wale ambao hawajaweza kuathirika kutokana na huo ugonjwa? Jibu lake pale ni kwamba usije ukachanja kuku wakiwa kwenye hali ambayo inaonyesha kwamba kuna uwezekano wa ugonjwa ukawa unapatikana kwenye eneo lako. Na kitu ambacho watu wanakifanya ni kwamba ni bora ukawapa kuku wako chanjo kabla ya ugonjwa haujatokea. Lengo la kufanya hivi ni kwamba tunahakikisha kinga ya huyo kuku au mnyama ambaye unampatia hiyo chanjo inaenda kujengwa zaidi, na endapo kutokea na uwezekano wa ugonjwa kuingia, hiyo chanjo ambayo umeitumia itaweza kufanya kazi kama jinsi ambavyo ilikuwa inatakiwa. Lakini ukiamua uchanje wakati ambapo ugonjwa tayari upo kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, kitu kinachofanyika ni kwamba ile chanjo haiendi kufanya kazi. Inachoenda kuifanya ni kuenda kuamsha au kuenda kusababisha madhara zaidi kwa yule kuku ambaye tayari amepatikana hizo virusi ambavyo vinasababisha uwepo wa ugonjwa ambao unauona kwa kuku hapo wanaathirika.
Kama hujaweza kufahamu vizuri kabisa jinsi ambavyo chanjo inatakiwa itumike, ni bora ukapata taarifa maalumu au taarifa sahihi kuhusiana na jinsi gani ambavyo unaweza ukapanga chanjo zako, ili uhakikishe kabisa kwamba chanjo ambayo umepatia kuku wako inakuwa na standard au quality ambayo inatakiwa, na ili upunguze madhara ambayo huenda yanakuja kutokea hapo mbeleni. Zipo chanjo kwenye makundi mawili. Kuna chanjo ambayo huwa inakuja kuwekwa kwenye maji, wanaipata kuku kupitia kunywa yale maji. Lakini kundi la pili ni chanjo ambayo unakuja kuwawekea kuku wako kwenye jicho la kila kuku, ili kusudi uweze kufanya kazi, na itategemeana na aina ya chanjo ambayo utaipata. Lakini kubwa zaidi ni kwamba hakikisha mazingira ambayo umechukulia ile chanjo yalikuwa au yanakuwa ni mazingira ambayo ni salama zaidi kwa ile chanjo kuweza kufanya kazi endapo utakuja kuanza kuitumia kwa kuku wako. Kuna chanjo nyingine ambayo ipo sasa hivi sokoni, na hii chanjo imezalishwa Tanzania, ina muda mrefu kidogo sokoni, inaitwa 3-1. Hii chanjo ina uwezo wa kutibu changamoto za magonjwa matatu. Ina uwezo wa kuzuia ndui, ina uwezo wa kuzuia gumboro, lakini pia ina uwezo wa kuzuia Newcastle. Haya magonjwa matatu ni magonjwa ambayo yanasababishwa na virus, na hii chanjo inafanya kazi vizuri. Lakini ukikosea kidogo hii chanjo ya 3-1, kuna uwezekano mkubwa pia isiweze kufanya vizuri zaidi kama jinsi ambavyo ulikuwa umetarajia. Kwa hiyo ukitaka kuitumia hii chanjo, hakikisha basi mazingira ambayo hiyo chanjo ilikuwepo yalikuwa ni mazingira ambayo ni sahihi, ambayo hayakusababisha hiyo chanjo kutokuwa na ubora ambao unatakiwa. Na hiyo chanjo inatakiwa ikae kwenye nyuzi joto angalau centigrade 2 mpaka 8, na chanjo zingine zote zinatakiwa zikae kwenye hali hiyo. Kwa hiyo unapoenda kuchukua chanjo, ili kusudi kupunguza changamoto ambazo zinatokea kwenye ufugaji wako kutokana na magonjwa mbalimbali especially ya virus, hakikisha chanjo ambayo unaitumia inakuwa na ubora ambao unatakiwa, na hapo utakuwa umepunguza asilimia nyingi sana za uwepo wa magonjwa kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Kama umeenjoy kuangalia hii video, unaweza ukashare pia kwa mtu mwingine ambaye na yeye ana interest zaidi kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji especially kwenye ufugaji, ili kusudi aweze kujifunza vizuri kabisa jinsi gani ataweza kufaidika na ufugaji ambao anaofanya, na mwisho wa siku aweze kupata matokeo mazuri zaidi kwenye ufugaji ambao atakuwa anaufanya. Asante sana, tukutane katika video nyingine.